Zingatia mambo haya muhimu ukiwa unataka kuanza ujenzi. Natumia picha hii kuelezea mambo muhimu ya kuzingatia ukiwa unataka kuanza ujenzi. Kwenye nyumba kuna vitu ambavyo hupaswi kabisa kuvikosea, kwa sababu ndiyo taswira na muonekano wa nyumba na mvuto wa nyumba nzima upo hapo. Hapa naelezea kwa nini hutakiwi kuvikosea kabisa. Lengo kubwa la nyumba hii unaiona ni kutoa mfano kwa kile ninacho kukielezea. Hii nyumba ni nyumba ambayo imenyooka sana kama wewe mwenyewe unavyoiona. Ninachoweza kusema fundi ameiwezea vizuri sana kwenye kujenga hii nyumba. Kwa maana nyumba haina mawimbi, haina tofali zilizopindapinda na huo ndio ufundi. Faida ya kujenga tofali na kunyoosha kuta vizuri kutamrahisishia fundi wa kupiga plasta fundi wa kupiga plasta au na wengine wanaita lipu. Yaani ile plasta kuna watu wengine wanaita lipu. Kwa hiyo fundi hataweza kupata usumbufu wowote kwa kuwa fundi wa kujenga alifanya kazi nzuri. Hata fundi wa skimming na rangi hata kuwa na wakati mgumu kwa kuwa mhimili wa nyumba ambao ndio ujenzi wa tofali ulifanyika kwa ubora unaotakiwa. Jambo jingine na la muhimu, kama unavyoona, madirisha ya hii nyumba ni makubwa, lakini nyumba yenyewe ni ndogo. Tazama, madirisha yote ni makubwa ili kuweza kuingiza hewa kwa wingi. Sasa watu wengi huwa wanabana sana madirisha. Moja ya kitu muhimu na cha kuongezea mvuto ni madirisha. Nyumba ukiweka madirisha madogo huwezi kupata view nzuri ya nyumba. Hakikisha nyumba yako ina madirisha makubwa. Hata ukihitaji kuweka ventilation, ile ventilation yako inakuwa kubwa, inakuwa na muonekano mzuri. Ukiweka dirisha dogo na ukaweka ventilation juu na ventilation haifunguki tena, madirisha yenyewe ni aluminium. Tatizo la aluminium ni kwamba inafunguka upande mmoja, kwa maana kioo chake huwa kina slide upande mmoja na upande mmoja hauwezi kuslide. Kwa hiyo hewa inayoingia na kutoka inakuwa kwenye nafasi ndogo sana, kwa sababu dirisha ni dogo na umeweka ventilation. Kwa hiyo ndani ya nyumba hakutakuwa na hewa ya kutosha. Hii itakuhitaji kuongeza gharama zisizo za lazima, kwa kuwa utahitaji kununua AC. AC hii tumezoea kuita air condition au upepo wa feni. Au uweze kutumia upepo wa feni na utakosa hewa halisia iliyowekwa na Mungu. Utalazimika kutumia hewa ya kutengenezwa na wazungu. Hewa ya nje ni muhimu sana kuingia ndani. Muhimu ni kuweka dirisha pana refu ili kuruhusu hewa ya kutosha kuingia ndani. Kitu kingine hapo ni msingi wake. Ni mrefu kama unavyoona, na ukiangalia mtaa wote ilipojengwa hii nyumba ni eneo tambalale. Halijainama upande wote. Eneo lote lipo square. Changamoto ya eneo lilo tambalale, nyumba huwa zinawahi kutitia. Kutitia ni kitendo cha kushuka chini au kudidimia, kuzama ardhini. Fundi hapo hajakosea kabisa, kaweka msingi mrefu. Japokuwa kwa mwenye nyumba huwa kuna gharama kubwa za kujaza udongo ndani ya huo msingi, kwa kuwa huwa na shimo kubwa kabisa. Kwa hiyo ukijenga nyumba kwenye eneo tambalale, hakikisha unajenga msingi mrefu. Pia kama una uwezo mzuri wa kifedha, mwaga jamvi ili nyumba isididimie, kwa sababu kwa vyovyote ni lazima nyumba ididimie kwenda chini, kwa sababu ardhi inapumua na kumeza maji kwa wingi, hivyo kusababisha ardhi kulegea. Hapo ndiyo nyumba huanza kudidimia. Ila ukijenga sehemu yenye mwinuko inachelewa, kwa sababu nyumba yenyewe itaonekana ipo juu. Pia urefu wa nyumba kwa ujumla, nyumba ni ndefu sana. Nyumba ina urefu wa mita 4. Chini ya lenta imejengwa tofali mstari 11 na juu ya lenta imejengwa mstari 4, na kuifanya nyumba iwe jumla na mistari ya tofali 15.
Ukiongeza na renda jumla 16. Hizo tofali zinazozidi juu zimeficha bati. Hizo unazoziona zimezidi kwenye mahesabu na kutajia ni zile zilizojengwa kwa ajili ya lengo la kuficha bati lisionekane. Kwa hiyo ni muhimu sana kabla ya kuanza ujenzi uhakikishe umefanya maandalizi ya kutengeneza mifumo mizuri ili utakapoanza ujenzi uweze kujenga nyumba ambayo haitachosha machoni kwako kwa miaka mingi. Jitahidi sana unapotaka kujenga utafute fundi makini ambaye anaweza kukushauri vizuri. Hata kama unajenga nyumba ya chumba kimoja, hakikisha unajenga kwa ubora unaotakiwa, maana hiyo ni sehemu ya maisha yako na ni sehemu ya kupata usingizi. Ni lazima iheshimiwe wakati wote. Kama unahitaji ramani za nyumba bora na unahitaji ufundi bora, wasiliana na mimi kwa namba hizo unazoendelea kuziona hapo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare account hii ya Mjenzi wa Nyumba TV. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukran.